Lakini kwetu sisi ambao tumemwamini Mungu, tunalo tumaini ya kwamba hajafa bali amelala. Bwana Yesu asifiwe. Hajafa bali amelala. Kwa maana hiyo, kama hajafa, maana yake kuna namna ambao aliandaa safari yake akiwa duniani, ndio maana tuko hapa. Jioni ya leo nimekuletea ujumbe mmoja katika Yohana 14 mstari wa 6. Biblia inasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kilichotukusanya hapa ni tukio ambalo linasikitisha machoni pa wanadamu, lakini mbele za Mungu ni faida kubwa sana, kwa sababu Mungu amevuna kilicho cha kwake. Na tunakumbushwa jambo moja ya kwamba katika Ayubu 14 mstari wa 1 ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa taabu. Kwa maana yeye mwanadamu, kawaida ya mwanadamu miaka yake ni michache sana. Lakini nataka nikuonyeshe kwa nini miaka ya mwanadamu ni michache. Wakati Mungu anamuumba mwanadamu, alimuumba akiwa mtakatifu. Alimuumba ili atawale duniani, aishi milele. Lakini kilichosababisha ni kwa sababu ya dhambi. Dhambi ndio iliyosababisha mpaka miaka ikapunguzwa ya wanadamu. Mwanadamu aliandikiwa aishi milele. Mwanadamu aliandikiwa aishi milele. Lakini katika Mwanzo inaeleza, Mwanzo 3, baada ya anguko, baada ya mwanadamu kukosea, Mungu alimpa laana mwanadamu ya kwamba kwa sababu wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Lakini jioni ya leo nataka nikuonyeshe kwamba kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Lakini haitakuwa faida kwa mtu ambaye hajamwamini Yesu Kristo. Yesu anatufundisha katika Yohana 14 mstari wa 6 ya kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Na njia hiyo ni kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu baada ya anguko, mwanadamu alijitenga na Mungu. Aliishi kama mnyama. Lakini huruma za Mungu akaona si vema mwanadamu ambaye nimemuumba kwa gharama. Katika Mwanzo 2 inazungumza, Mwanzo 1:26 anasema kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Manake mwanadamu ni mfano wa Mungu. Aliumbwa akiwa mtakatifu. Lakini kwa sababu ya lile anguko katika Mwanzo 3 ilimfanya mwanadamu atengane na Mungu. Lakini kwa sababu Mungu hawezi kujikataa, alianzisha mpango wa kumkomboa mwanadamu. Baba zetu wa imani tumewahi kuwasoma kwenye Biblia, walikuwa na namna ya kuweka sadaka zao katika kupatanisha. Sadaka za upatanisho, walitoa kafara, walikuwa wanatoa ng'ombe. Lengo kuni nini? Lengo ni kuweka mapatano na Mungu. Lakini Biblia inasema sadaka zile hazikumshawishi Mungu. Hazikumshawishi Mungu kwa damu ya makafara ya ng'ombe, kwa sababu hata wana wa Israeli walipomkosea Mungu bado walilazimika kutoa sadaka ili Mungu awasamehe. Kwa sehemu walifanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile sadaka walipokuwa wakimaliza tu wanarudi tena kwenye dhambi. Ndipo Mungu akasema hapana, ni mtume nani aende akaokoe wanadamu? Ndipo akamtuma Yesu kama inavyosema katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Jioni ya leo sijaja hapa kueleza habari ya aliyekufa. Tunafahamu ndugu yetu ameshakufa, ni kweli. Lakini kilichotukusanya hapa ni taarifa kwangu mimi na wewe ambaye tuko hai ya kwamba ikiwa